Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'du, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wasikilizaji wetu, watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, siku ya leo tumekuja tena kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunawaleteeni darasa moja zuri sana linalosema ukisoma adhkari hizi tano kila siku hautapatwa na hasad, kijicho wala uchawi. Ukisoma adhkari hizi tano kila siku hautapatwa na kijicho na hasadi na wala uchawi. Inshallah, cha msingi nenda kadumu nazo, nenda kasifanye kazi ili usije ukapatwa na madhara kama hayo ambayo kwamba tumeeleza hapo muda si mrefu. Kwa hiyo nikuombe muda huu, chukua karatasi, chukua peni, acha nikutajie adhkari moja baada nyingine mpaka tuzimalize hizi adhkari tano ambazo mimi na wewe tudumu nazo, tuzishike ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kutupa kinga katika mili yetu, ili tusiweze kupatwa na hasana na athari ya kijicho na athari ya hasadi na athari ya uchawi biidhnillahi Ta'ala, kwa mtu kukamata na kushika kinga ama adhkari kama hizi ambazo tunakwenda kuzieleza hapa biidhnillahi Ta'ala. Twende tukaanze na adhkari ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya tano, na ukiwa na daftari unaandika itakuwa ni vizuri sana ili usisahau nukta hizi ambazo tunazoziandika. Adhkari ya kwanza kabisa, jitahidi sana asubuhi na jioni kila siku, dumu sana na kusoma ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati, na kuendelea mpaka mwisho wa hiyo aya. Isome hii asubuhi na jioni kila siku, siache adhkari hii. Na hii wallahi ina faida nyingi sana ambazo kwamba tumezieleza katika vipindi vyetu na darasa zetu za nyuma zilizopita. Tumeelezana umuhimu wa mtu kuhifadhi na kuijua ayatul kursi, na hapa ni washauri wazazi, wafundisheni sana watoto wenu kuhifadhi na kuijua hii ayatul kursi. Siku moja Abu Huraira alikuwa analinda Baitul Mali. Usiku alikuja shetani kumchezea kwa umbile la kibinadamu kabisa, kamjia zaidi ya mara 3 mpaka akataka kumpiga kabisa. Akamwambia, usinipige mimi, kuna kitu nitakufundisha. Ndio akamfundisha hii ayatul kursi, akamwambia ukisoma hii basi hakukaribii kabisa shetani. Asubuhi alipoenda kwa mtume kumbe habari zote zile anazo. Akamwambia Abu Huraira kwamba kuna mtu jana rafiki yako amekuchezea sana, unamjua nani? Akasema hapana, simjui. Akasema yule ni shetani. Akasema lakini kuna kitu amenifundisha hivi kadha. Mtume akasema ni kweli, yule bwana sifa yake ni kusema uongo, lakini kwa hili kasema kweli. Kwa isome hii asubuhi na jioni. Adhkari ya pili ni almu'adhataini, bimaana qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Itaidi sana kila jioni kusoma sura hizi, na mtume alikuwa anafanya hivi kila anapotaka kulala, anasoma hizi kisha akawa anapangusa katika mdomo, anapuliza katika mikono yake, alafu anajifuta katika mwili wake, kusoma qul a'udhu birabbin nas na qul a'udhu birabbil falaq. Hii ni adhkari ya tatu ya pili, kwamba mtu adumu nayo, na akidumu nazo hizi mara kwa mara, basi hatupata na uchawi wala kijicho wala hasad. Adhkari ya 4 ni kusoma suratul ikhlas asubuhi na jioni, bimaana qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hiyo ni adhkari ya 3. Dumu nayo hii Muislamu asubuhi, na dumu nayo hii adhkari jioni biidhnillahi Ta'ala. Adhkari ya 4 kabla tujamalizia ya 5 ni kusoma sayyidul istighfar, ni kusema Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hizi ni adhkari ambazo mtu kama anazisoma basi anaweza mtu huyo
kujikinga katika hali na mazingira kama hayo biidhnillahi taala. Na hiyo ni adhkari yetu ya ngapi? Ya 4. Na kabla sijamalizia adhkari ya 5, hebu sikiza taarifa hii muhimu sana, kila mmoja wetu ashike, na unaweza ukamwambia mwenzio ambaye haijui. Mara nyingi kila ikifika mwezi wa 12 kama huu, tunakuwa na dua kubwa kabisa ya kumaliza mwaka, kwa maana tunaifanyaga mwishoni mwa mwezi huu. Lakini safari hii tunaifanya mwezi wa 12 huu, tarehe 12 itakuwa siku ya Ijumaa, ni dua ya kufunga mwaka. Safari hii inahitaji watu 15 tu ambao watafanyiwa dua hiyo kwa shida, matatizo waliokuwa nayo katika dua hiyo. Lakini vile vile wanatakiwa watu hao vile vile kuhudhuria pamoja na familia zao, kwa sababu ndani yake kuna dua za kinga. Mwenyezi Mungu kuja tukinge na mabalaa na kutufungulia milango yetu ya riziki. Na ndio maana tutashirikisha na watoto yatima katika dua hiyo, lakini ndani yake tunakusudia tupate angalau wanyama wawili kwa kichinjo kwa ajili ya nyama yake kuitoa sadaka kwa watoto hao. Itafanyika maeneo ya Majohe tarehe 12 siku ya Ijumaa majira ya saa 8 mchana. Wale ambao wanaishi mikoani na wanaishi nje ya nchi na wanapenda kushiriki katika dua hii, basi wao watapiga simu, alafu watafahamishwa utaratibu wao namna gani wanaweza kushiriki katika dua hiyo. Namba ya kupiga ni 0756 81 11 mwisho 26, 0756 81 11 mwisho 26. Tukamalizie saa adhkari ya 5. Ya 6 ni hii, ya 4 ni hii Sayyid al-Istighfar, na adhkari ya 5 ni mtu akawa na dumu asubuhi na jioni kusema hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kusema maneno haya kwa siku mara 7, asubuhi mara 7 na jioni mara 7. Hizi ni adhkari 5 ambazo mtu kama anazishika na akadumu nazo, basi hawezi kupatwa na hasadi, hawezi kupatwa na uchawi wala kijicho. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.